nataka nizungumze juu ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya nini? Neema ya Mungu ipo katika maeneo mbalimbali. Neema ya Mungu ipo katika maeneo mbalimbali. Na kabla tujaendelea mbele, nataka tujaribu kujifunza vitu vichache. Cha kwanza tujifunze nini maana ya neema. Nini maana ya neema? Na Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 nitakwenda kusoma. Waefeso 2 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu nasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mmeokolewa kwa neema. Mmeokolewa kwa wokovu tulionao ni matokeo ya neema. Majira tunayoyaishi ili usurvive unahitaji neema. Kwa tunaishi katika wakati wa neema. Tunaishi katika majira ya neema. Neema ya Mungu ni ya thamani katika maisha ya mwanadamu kuliko chochote. Neema ni zaidi ya fedha. Neema ni zaidi ya chochote unachokitafuta. Haijalishi umepoteza nini, kama hujapoteza neema ya Mungu hujapoteza chochote. Haijalishi ni nini kimeondoka kwenye maisha yako, kama hujapoteza neema ya Mungu hujapoteza chochote. Ikiwa utaendelea kuiona neema ya Mungu kwenye maisha yako, tarajia wakati wote mambo yatabadilika. Tarajia wakati wote Mungu atajidhihirisha. Ni swala la muda, kwa sababu neema mahali popote inapokuwepo inageuza hali, inabadilisha mazingira kwa namna isiyofikirika. Hasa nini maana ya neema? Neema unaweza ukatafasiri katika namna mbili. Neema ni upendeleo. Neema ni upendeleo. Neema ni nini? Ni upendeleo. Unaweza ukatafasiri neema kama upendeleo. Yani unapata ama unapokea kitu ama unafanya kitu kwa namna usiyostahili, ama unapokea kitu ambacho ukustahili kukipokea. Warumi 4 mstari wa 4 mpaka wa 6. Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 4. Warumi 4 kuanzia ile mstari wa 4 mpaka ule wa 6. Nitasoma katika jina la Yesu. Lakini kwa mtu afanye kazi, ujira wake auhesabiwi kwake kuwa haki. Mstari wa 5. Lakini kwa mtu afanye kazi, ujira wake auhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Yani ukustahili sio kwa sababu umefanya kazi, sio kwa sababu labda umepigana, sio kwa sababu umepambana, sio kwa sababu yani una cha kujisifu. Neema inapokuwepo kazini una cha kujisifu kwamba ni wewe. Utabaki kusema ni neema ya Mungu, utabaki kusema ni Mungu. Kwa anasema lakini kwa mtu afanye kazi, ujira wake auhesabiwi kuwa ni nini? Ni neema, bali kuwa ni deni, anahitaji kulipwa. Mstari wa 5 anasema kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyemtaua, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Mstari wa 6. Kama vile Daudi au nenavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Nao hapa aondoi sehemu ya kufanya kazi. Neema haiondoe sehemu ya kufanya kazi, bali neema ni upendeleo. Maana yake kazi fanya, ila kama unalipwa kwa kiwango cha kazi yako, atuhesabu kuwa ni neema. Neema ni upendeleo. Yani umefanya kazi lakini ulicholipwa ni zaidi ya ulichofanyia kazi. That is grace. Neema haiondoi wajibu wa kazi. Neema inakuwezesha kupokea ujira zaidi ya kazi yako. Kwa neema ni upendeleo. Neema ni kitendo cha kutendewa vyema zaidi ya usivyostahili. Sio kwamba andiko linamaanisha usifanye kazi. Yani kwamba mtu ambaye
anafanya kazi na akalipwa pesa yake kutokana na kazi yake, mtu huyo ahesabiwi kwamba hiyo ni neema. Bado tuhesabu kwamba hilo ni deni. Amefanya kazi na anahitaji kulipwa deni lake alilofanyia kazi. Nieleweka vizuri wapendwa? Now, ili mtu huyu tuhesabu kwamba ni neema, sasa ni kwamba anaangalia alicholipwa ni zaidi ya alivyofanya kazi. Tunasema mtu huyu neema ya Mungu imembeba. Neema ni upendeleo. Lakini eneo la pili la neema, maana ya pili ya neema, neema ni nguvu uwezeshi. Neema ni nguvu inayokuwezesha. Anasema katika Zekaria sura ya 12 na ule mstari wa 10, anasema hivi: nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amombolezeavyo mwanao. Kuna neema nyuma ya kuomba. Maana yake ni nguvu inayokuwezesha. Neema ni nguvu inayokuwezesha. Neema ni nguvu inayokuwezesha. Neema ni nguvu inayokuwezesha. Kwa kwenye eneo fulani Mungu akitaka kukutuma ama ufanye jambo fulani, anakupa neema. Kama ni mtumishi wa Mungu, anakupa neema. Neema ya Mungu inapotumwa inalenga kukuwezesha, inalenga kukuwezesha. Hiyo ni maana ya pili. Neema ni nguvu uwezeshi ama ni nguvu inayokuwezesha. Ni nguvu iliyo nyuma ya uwezesho kwenye maeneo mbalimbali katika maisha ya mtu. Hiyo ni neema. Ndio maana ukitaka uchambue vizuri neema, ukiangalia neema katika maisha ya nani? Katika maisha ya Musa. Mfano pengine namba 1, neema katika maisha ya Musa. Musa anaitwa na Mungu, na Mungu anapomuita Musa anamwambia Musa, nataka ukawakomboe watu wangu. Musa anakataa. Musa anajiona hawezi. Utapata wapi? Kutoka 3:11 mpaka 13. Kutoka sura ya 3:11 mpaka 13. Anasema Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao niwaokoe wana wa Israeli watoke Misri? 12. Akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa watu hao katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. 13. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Musa hapa hajapata neema. Yafuatayo yalikuwa ni majibu ya Musa kwa kadri ya Biblia alipoambiwa na Mungu kwenda kwa Farao. Kutoka 3:11, mimi ni nani? Maana yake Musa anaona kabisa hawezi. Ni ukweli mpendwa, uwezi hilo jambo. Maana yake una neema. Neema ikiwepo kazini, hakuna atakaye kuambia unaliweza hili jambo. That grace will push you into the fulfillment of that assignment. Neema ya Mungu ikiwepo itakusukuma katika kutimiliza assignment yako, mission yako. Maswali ya Musa baada ya kuambiwa waende kwa nani? Kwa Farao. Kutoka 3:11, mimi ni nani? Alijiona kabisa hawezi. Maana yake hakuwa na nguvu wezeshi. Mungu achilie neema yake juu ya majukumu na assignment ambazo Mungu amekupa katika jina la Yesu Kristo. Kutoka 3:13. Kutoka 3:13 tutasoma hiyo. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika na wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie ni nani? Musa anaogopa. Musa anaona hawezi. Ana neema yenye kumwezesha kwenda kumkabili Farao. Kwa swali alilouliza linaloonyesha Musa alijua hana neema ni hilo, kwamba niwaambie jina lako ni nani. Kutoka 4:1. Swali la Musa ama jambo la Musa, neno la Musa lilikuwa ni hawataniamini.
Kutoka 4:1 dash andika hawataniamini. Hayo ndio yalikuwa maneno ya Musa, hawataniamini. Kutoka 4:1 Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Haleluya! Neema ya Bwana ikaa pamoja na wewe. Watu wasikuulize yuko wapi Mungu wako. Neema ikamdhihirishe Mungu wako katika jina la Yesu Kristo. Waseme mambo haya binadamu wa kawaida hawezi kuyafanya isipokuwa aliyetumwa kutoka kwa Bwana. Pokea neema ya Bwana na Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Hawataniamini. D. Kutoka 4:10. Angalia Musa. Anasema Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito na kigugumizi, siwezi kuongea. Haleluya! Alijibu nini? Mimi si msemaji, mimi sio muongeaji, kwa hii kazi siwezi. Ni ukweli alikuwa na kigugumizi, ni ukweli alikuwa na udhaifu. Kutoka 4:13 utetezi wa Musa juu ya kukosa uwezo wa kufanya hilo ambalo Mungu anamtuma ni kwamba Bwana, tuma mtu mwingine, tuma mtu mwingine mchungaji. Maneno hayo Musa alimwambia Mungu akiogopa kwenda kwa Farao, maana anamfahamu Farao. Musa kakulia kwa Farao, kalelewa kwa Farao, amekula chakula cha Farao. Kama Farao ni muuaji, anamjua jinsi ambavyo Farao alivyodikiteta, anamjua Farao anavyotesa, anajua Farao anavyoua. Kwa hiyo alikuwa akiongea akijua kabisa. Lakini neema ya Mungu aliye hai ilipoingia katika maisha ya nani? Ya Musa. Kutoka 33:13 anasema basi sasa na kuomba. Huyu ni Musa anamuomba Mungu baada ya yote. Anasema basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema na mbele za watu wako. Musa alipotulia akaelewa anayenituma hapa ni Jehova, anayeniagiza ni Jehova, na ili anayonituma liko juu ya uwezo wangu. Akajua nafasi ya neema. Neema haikuanza Agano Jipya, nisikilize. Neema imekuwepo hata kabla Yesu hajaja. Neema imekuwepo, neema imekuwepo. Musa anamwambia nani? Mungu. Anasema basi sasa na kuomba. Tuanze mstari 12. Tuanze kwenye utetezi. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu wao, nawe ukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja na mimi. Mungu wewe, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Mungu anamwambia umepata neema. Mungu anamwambia mimi nakuwezesha, mimi nakupa nguvu, wezesha, umepata neema Musa. Musa akamwambia basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema kweli, ikiwa mimi Musa nimepata neema mbele zako, nionyeshe njia zako. Umeona maana yake? Kumbe neema ya Mungu ikiwapo juu ya maisha ya mtu, Mungu atamwonyesha njia zake, Mungu atamwonyesha utukufu wake. Umeona kuna neema ambayo ni upendeleo, na kuna neema ambayo ni nguvu wezeshi. Mfano wa pili, Gideoni. Neema katika maisha ya Gideoni. Waamuzi 6 mstari wa 1 mpaka 24. Mstari wa 13 anaonyesha wasiwasi wake. Mstari wa 15 Mungu anamtia moyo, lakini bado hakuamini. Mfano wa 3, neema katika maisha ya Paulo. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 40. Anasema lakini Paulo akamchagua Sila, akaondoka akiombewa na wale ndugu katika Kristo, apewe neema ya Bwana. Mstari wa 41, akapita katika Shamu na Kilikia, akiyathibitisha makanisa, akiyaimarisha makanisa. Paulo aliyekuwa muuaji, Paulo aliyekuwa fai, Paulo ambaye kuwa anajua yote juu ya Injili, neema ya Mungu ilipokuwa juu yake akawezeshwa. Kabla ya Paulo na Sila hawajaondoka, kanisa la Antiokia liliomba kwa ajili yao wapewe neema ya Bwana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wakorintho wa 2:11-22 mpaka 23 utaipata hapo. Anasema wao ni Waebrania na mimi pia, wao ni Waisraeli na mimi pia, wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia. 23, wao ni wahudumu wa Kristo na nena kiwazimu, mimi ni zaidi, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana,
katika mapigo kuzidi kiasi, katika mauti mara nyingi, kwa Wayahudi mara 5. Mstari wa 9 Korinto 2:12 mstari wa 9. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha Paulo, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Aina za neema. Namba 1, neema ya wokovu. Efeso 2:8. Neema ya wokovu. Kwa hiyo mtu aokoke lazima umuombe Mungu ampe neema. Efeso 2:8 tumeshasoma, inazungumzia habari ya neema iwaokoayo wanadamu. Neema iwaokoayo ni neema ya wokovu hiyo. Tito 2:11-12. Neno la Mungu linasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa na katika ulimwengu huu wa sasa. 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Katika neema hii ya wokovu inakuja na mambo kama matatu hivi. Kukataa ubaya. Popote palipo na neema ya wokovu lazima ubaya unakataliwa. Mtu hawezi kukuambia eti neema ikiwepo mtu anatenda dhambi, kwamba wewe unaweza kutenda dhambi tu kwa sababu neema ipo. Hapana. Mtu hapo alikataa kwamba je, tufanye dhambi kwa sababu neema ipo? Hapana. Mahali palipo na neema ya wokovu watu hawafanyi dhambi. Ukiona watu wanafanya dhambi ni kwa sababu mtu huyo hana neema. Tunajua tunaokolewa kwa neema, kwa hiyo sisi ni wadhaifu, kwa hiyo tukiwa tunafanya dhambi Mungu ametupatia neema. Uongo, utachoma moto. Nikwambie, neema haikupi ruhusa ya kufanya dhambi. Neema inakuwezesha kuacha dhambi. Kama uwezi kuacha dhambi, hujapata neema bado. Nenda kaitafute. B, kukataa tamaa za kidunia. C, kuishi maisha ya haki. Mambo haya matatu yamebeba yote yaliyotajwa hapa. Kukataa ubaya. Neema ya wokovu inakuja na vitu vitatu. Inakuja na kukataa ubaya, kukemea ubaya, kukataa uovu, dhambi, kukataa ubaya. B, kukataa tamaa za kidunia. Kataa tamaa za dunia. Ili uikatae tamaa ya dunia lazima ukatae hayo mambo yake, mambo ya yenyewe.